naitwa Mandus Leonard Marandu, ni mwenyekiti wa kitongoji cha Lokoro ndani ya kijiji cha Kikelelwa. Mzee, tunashukuru sana kwa kukubali wito wetu wa kufanya story 2-3 na wewe. Ila tulikuwa na maswali kadhaa ya kukuuliza mzee. Nafikiri kwamba mkiniuliza maswali mnaweza mkaniuliza, lakini nianze kuwapongeza kwamba nyie naona kama ni watu ambao mmejitosa kuangalia kwamba vipaji vyenu viweze vikatambulika, serikali iweze ikajua kwamba kuna vijana wako kijijini, lakini hivi vipaji bado haviwezi vikaenda kwenye ngazi za juu kama vile mngekuwa mjini. Vipaji vyenu vinaweza vikafahamika mapema. Kwa jinsi hiyo mimi nashukuru sana. Mzee, tunashukuru sana kwa mahojiano yako, umejieleza vizuri. Na labda tungependa kujua mzee kwamba changamoto ni zipi, kwa sababu huku kijijini tumeona kuna vipaji vingi lakini serikali haisapoti. Mzee, nyinyi mnalichukuliaje? Changamoto ni kama nilivyoeleza, ni kwamba ndani ya kijiji au ndani ya kitongoji ni kwamba vijana wapo, lakini serikali, ningeomba kwamba serikali ngazi za juu iweze ikatoa maelekezo kwamba jinsi ya kusaidia vijana waliokuwa ndani ya vitongoji na kwenye vijiji, ielekeze pia nguvu zao, hasa Wizara ya Utamaduni waweze wakaunda namna ambayo wanaweza wakajua kwamba kijiji au vitongoji kwamba ni jinsi gani ya kusaidia wale ambapo wapo, wasiendelee tu mijini, waje mpaka ngazi za chini huku ndani ya kijiji. Naamini kabisa kwamba huku ndani ya vijiji au kitongoji kuna vijana wana uwezo mkubwa sana, ila pia namna ya wao kujitambulisha inakuwa ni ngumu, kwa sababu angalau hata fedha hawana, lakini uwezo ni mkubwa. Kwa hiyo tungeomba pia wafadhili kama wapo wanatusikia, wanaweza wakajitokeza kufanya utafiti ndani ya kijiji au vitongoji kuja kuona kwamba vipaji vikoje. Mwenyekiti, mimi nashukuru sana kwa maelezo yako, umejieleza vizuri, ila tunakukaribisha sana. Hii ni channel yetu mpya inaitwa Lokoro TV. Mzee, tunakukaribisha sana, ukiwa na jambo lolote, sisi ni wanao, hapa ni nyumbani mzee, basi unakaribishwa sana muda wote. Nashukuru sana. Haya, asante.